Daudi alikuwa kijana wa miaka 26, mvuvi maskini aliyeishi pembezoni mwa bahari katika eneo lenye fukwe nzuri, milima ya kijani, mito inaukatiza mabonde na upepo mwanana uliobeba harufu ya chumvi ya bahari. Alikuwa mtanashati, mwenye mwili wa mazoezi uliotokana na kazi ngumu ya uvuvi na mafunzo ya kujilinda aliyojifunza kwa miaka mingi. Sura yake ya asili ya Kiafrika ikionyesha ujasiri na utu, ingawa maisha hayakuwa yamempa chochote zaidi ya mapambano ya kila siku. Moyo wake ulikuwa bado safi na ulijaa huruma. Usiku mmoja alipokuwa baharini peke yake akivua, alisikia kilio cha ajabu kilichochanganyika na mawimbi, kilio kilichomvuta kufuata. Daudi alikuwa kijana wa miaka 26, mvuvi maskini aliyeishi pembezoni mwa bahari katika eneo lenye fukwe nzuri, milima ya kijani, mito inaukatiza mabonde na upepo mwanana uliobeba harufu ya chumvi ya bahari. Alikuwa mtanashati, mwenye mwili wa mazoezi uliotokana na kazi ngumu ya uvuvi na mafunzo ya kujilinda aliyojifunza kwa miaka mingi. Sura yake ya asili ya Kiafrika ikionyesha ujasiri na utu, ingawa maisha hayakuwa yamempa chochote zaidi ya mapambano ya kila siku. Moyo wake ulikuwa bado safi na ulijaa huruma. Usiku mmoja alipokuwa baharini peke yake akivua, alisikia kilio cha ajabu kilichochanganyika na mawimbi, kilio kilichomvuta kufuata sauti hiyo hadi alipomkuta mwanamke akielea juu ya maji, amejeruhiwa vibaya kana kwamba alikuwa ametoka mikononi mwa watu katili. Bila kusita, Daudi alimvuta ndani ya mashua yake na kumpeleka kwenye pango dogo alilolifahamu karibu na fukwe, akimhudumia kwa uangalifu bila kujua kuwa alikuwa ameingilia siri kubwa ya bahari. Mwanamke huyo alipozinduka, alijitambulisha kama Mary, akiwa mzuri kupita maelezo, macho yake yakibeba hofu ya muda mrefu. Na siku zilivyopita, Daudi alianza kugundua mambo yasiyo ya kawaida juu yake. Alipona haraka, alionekana kujua mambo kabla hayajatokea, na usiku mmoja mvua iliponyesha ghafla, maji yakamgusa Mary, na mbele ya macho ya Daudi, miguu yake ikageuka mkia wa samaki, ngozi yake ikang'aa kama lulu. Ndipo ukweli ukajidhihirisha kwamba Mary alikuwa nguva mwenye uwezo wa kubadilika maumbile. Badala ya kukimbia, Daudi alibaki, moyo wake ukichagua upendo badala ya hofu, na hapo ndipo uhusiano wao ulianza kukua polepole kupitia maongezi ya usiku ufukweni, ukimya wa kutazamana na hisia za mapenzi yaliyo